Mtazamaji wa Oz News pale mjini YouTube, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Leo tuna mada nzuri, mada ambayo inaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo pengine umewahi kukumbana nayo au pengine utaweza kukumbana nayo huko mbele ya safari. Mada ya leo inasema, je, pale unapokamatwa raia, unapobainika unakosa na polisi wanakuja kukamata, ipi ni haki yako ya msingi ambayo unapaswa kupewa wewe kama mtuhumiwa au wewe kama raia? Leo nitakuwa na mwanasheria wangu hapa. Jina langu ni Oscar Kahimbi. Usikose kufuatilia pale YouTube, Facebook pamoja na mitandao mingine ya kijamii kwa jina la Oz News TV. Karibu sana mgeni, karibu sana mwanasheria wetu kwa siku ya leo. Asante. Pengine tuna changamoto ambayo binadamu sisi kama raia tunaweza tukakutana nayo. Pengine tunashindwa kujua au pengine tunakosa elimu ya msingi ya kuweza kubainisha ni kipi ambacho tunapaswa kufanya kwa wakati huo. Unakamatwa na inatokea moment unakamatwa na polisi, lakini ile reaction ambayo unaonyesha au pengine polisi wanapokuja kukutreat inakupelekea wewe ufanye reaction, uonyeshe reaction ambayo itaonekana kama ni kiburi au pengine ni kama kujihami. Je, kama huu mkanganyiko ambao huwa unatokea kati ya mtuhumiwa pamoja na polisi unauelezea na vipi? Kisheria inavyoruhusiwa au inavyotakiwa, polisi anatakiwa kumkamata mshtakiwa au mtu yeyote aliyefanya uhalifu akiwa na kibali. Ila circumstances au some images zinaweza ikatokea polisi akamkamata raia bila kibali, kwa sababu hapo kuna aina mbili za ukamataji wa raia au mhalifu au mtuhumiwa. Kwa Kiingereza mtuhumiwa anaitwa defendants au accused. Polisi anaweza kumkamata akiwa na kibali ambayo inaitwa suspect of the arrest of the suspect with warrant, na anaweza kumkamata bila kuwa na kibali ambayo inaitwa arrest of the suspect without warrant. Yote inaruhusiwa, ila nzuri zaidi inatakiwa polisi amkamate raia au mshtakiwa au mtuhumiwa au mhalifu akiwa na kibali. Akimkamata asipokuwa na kibali, raia anaweza akaleta hayo mambo ya kugoma, ndio akaonyesha bad emotion au body intention ambayo inaweza ikasababisha ikamletea madhara yeye mtuhumiwa na au ikamletea madhara polisi. Kwa hiyo nzuri itakuwa zaidi polisi akimkamata mtuhumiwa akiwa na kibali. Pengine wakili Victor, ni mazingira yapi ambayo yanaweza kumfanya mtu akatae kukamatwa, lakini pengine ni mazingira yapi yanamfanya polisi amkamate mhalifu pasipokuwa na kibali? Polisi anaweza kumkamata raia asipokuwa na kibali akiwa on uniform. Akiwa on uniform anaweza kumkamata bila kibali, kwa sababu raia atakuwa anajua kwamba huyu ni polisi. Ila anaweza asiwe on uniform, ila akiwa na kibali anaweza kumkamata na sisi mkanganyiko. Ila akishindwa hayuko uniform na ana kibali, italeta mkanganyiko, kwa sababu atajua kama ni raia mwenzake, sio polisi huyu. Kwa hiyo ili polisi ajiepushe, lazima atakiwa awe na kibali au on uniform. Anaweza kumkamata raia without any problem or without any circumstance which can be card. Sawa, pengine kumbe utambulisho ndo unamfanya polisi amkamate raia kwa mazingira ambayo wakili anatuonyesha hapa, na kwa hiyo natushauri tu react tu, kama polisi amekuja kukamata tu react vyema kama na kibali, na kama hana kibali pia tunaweza kureact kwa elimu ambayo unaweza kuitoa. Kitu kama hicho, react vyema, utatitiwa vizuri. Unajua kuna raia wengine wanatitiwa vibaya kwa sababu ile action anayomuonyesha polisi. Kwa hiyo nzuri raia ukikamatwa kama umefanya kosa lolote unatakiwa kureact vizuri, ili sio na bad treatment au worse treatment from the police. Kitu kama hicho. Naam, mtazamaji wa Oz News, unaendelea kusikiliza mahojiano haya yanayofanyika kila siku Jumanne, muda kuanzia saa 5 mpaka saa 6. Na tuende moja kwa moja kwenye swali letu kuu. Je, ni haki gani au kuna sheria yoyote ambayo raia au mtuhumiwa anapaswa kupewa pale tu anapokuja kukamatwa na polisi? Yaani kuna haki yake ya msingi ambayo raia anapaswa awe nayo mara tu ya kuja kukamatwa na polisi? Sheria ipo. Raia akikamatwa au mhalifu akikamatwa na polisi, kitu cha kwanza anaweza
akachagua polisi amchukue taarifa zake za msingi, yani amuoje yeye polisi au yeye ajichukulie taarifa zake, hiyo inaruhusiwa. Na raia au mwalimu anaweza akasema mimi ili nioje polisi lazima niwepo na mtu fulani, ndio. Ila kitu kingine ambacho natakiwa kukosa hapo, kuna lazima kuwepo na rekoda inayorekodi polisi na mhalifu au mtumiwa yale mazungumzo yao, ili polisi anaweza akaongeza vitu ambavyo havikuwepo au mtumiwa kutoa ushahidi wa hicho kitu. Ukisoma kifungu cha 58 na 59 kinaelezea namna polisi wanavyorekodi taarifa za mhalifu au mtumiwa. Ukisoma 58 inaelezea polisi ndio anatakiwa kuchukua taarifa za mtumiwa, ila 59 hiyo ndio inaelezea kwamba raia au mtumiwa anatakiwa kuchukua, anaweza akasema polisi amchukue taarifa zangu, mimi nataka nichukue mimi mwenyewe. Inaruhusiwa kisheria, yani haina contradiction yoyote. Kwa hiyo raia anaweza akachukua taarifa zake mwenyewe akaenda akafaili hiyo kesi na bila kuwa na shida yoyote, kitu kama hicho. Kwa hiyo kumbe mimi kama mtuhumiwa naweza nikaamua mimi mwenyewe kwamba taarifa zangu zinachukuliwa na mtu fulani. Kuchukua na mtu fulani ni wewe na polisi, ni watu wawili ambao wanatakiwa kuchukua taarifa zako. Labda anaweza kuwepo na msimamizi wako, unaweza kuwa na msimamizi wako, ila si msimamizi wako anakuchukua taarifa. Labda kama hujui kusoma na kuandika, unaweza ukasema labda yeye polisi anaandika, alafu ili msaidizi wako ataipitia sasa hicho polisi alichokiandika. Pengine wakili, ni haki gani sasa za msingi ambazo mahakama inampa mtuhumiwa mara tu baada ya kufikishwa mahakamani? Ni mahakama ina haki za msingi ambazo inapatia mtuhumiwa au mhalifu au polisi anaweza akampatia hiyo mhalifu, lazima apewe dhamana, inaitwa bail. Ukisoma kifungu cha 151 cha Criminal Procedure Act kinaelezea bail, yani kwamba mtu kuna makosa ambayo mtu akiwa ameyafanya anatakiwa kupewa mzamana. Ila kuna makosa ambayo mtu anatakiwa kuyafanya, akiyafanya hawezi kupewa mzamana. Kwa mfano kuna kosa la mada kuua kwa kukusudia, mtu hawezi akapewa mzamana kwa sababu hilo ni kosa kubwa. Kuna treason hawezi akapewa mzamana. Kuna makosa ambayo anaweza akapewa mzamana, mfano mtu akibaka anaweza akapewa mzamana, akiiba anaweza akapewa mzamana. Ila mtu akifanya uhalifu kama inaitwa robbery au burglary, yani akavunja nyumba, hilo ni kosa kubwa, ila hilo sio kosa la kupewa mzamana. Hilo ni kosa kubwa yani kama mada, yani kama amefanya kosa la kuua hivi, unaona. Ila makosa kama haya anatakiwa kupewa mzamana. Kwa hiyo inaweza mzamana, mahakama au polisi anaweza akampa haki mtuhumiwa au mhalifu, haki ya kumtafuta mdhamini wake, amdhamini kwenye hicho kitu, alipie na faini na kesi iweze kuisha, kitu kama hicho. Pengine wakili, unaweza kukazia kwenye jambo hili ili msikilizaji wangu aweze kuelewa zaidi. Hii ambayo umeita dhamana inatolewa na tuseme mtu wa karibu wa mtuhumiwa, au mahakama yenyewe inaweza ikampa mzamana huyo mshtakiwa ambaye imefikishwa mahakamani kwa muda huo? Mahakama tunasema inatoa chance. Inatoa chance ya mhalifu atafute mdhamini wake ambaye atamdhamini kwenye hiyo kesi. Hicho kitu ambacho ni mzamana ni kama ila alipie fedha. Yani alipie fedha, achane na hiyo kesi kwamba ameiba kuku, ameiba ng'ombe, ameiba mbuzi, ameiba gari la mtu. Yani kama mzamana ni kumdhamini, yani asiweze kufanyaje, asiweze kutiwa hatiani, asiweze kufungwa. Kwa hiyo mfano mtu ameiba gari, mahakama imemwambia kwa sababu umeiba hili gari utalipa faini ya milioni 1. Au kwa mfano unaweza likazungumzia kwa masuala ya uchaguzi. Masuala ya uchaguzi kwa mfano wanasema yule msimamizi wa uchaguzi akifanya uhalifu, ukirejea act ya National Election Act inaelezea kwamba kifungu cha 111 kinaelezea kwamba msimamizi yote wa uchaguzi
uchaguzi mkuu wa taifa, si ndio? Akifanya udanganyifu mle ndani, si ndio? Anatakiwa kulipa faini. Faini inatakiwa isizidi milioni 1 au isiwe chini ya 500,000. Yaani kuanzia 500,000 hadi milioni 1 anatakiwa kulipa faini hiyo. Kwa hiyo atamtafuta mdhamini wake, si ndio? Mahakama itatoa chance au itatoa nafasi ya huyo mhalifu kutafuta mdhamini, si ndio? Amdhamini, amlipie hiyo milioni 2,500,000 au yani 500,000 hiyo aweze kufanyaje kuachana na hiyo kesi ambayo atakuwa amefanya kwenye mambo ya uchaguzi. Asante. Naam, pengine kuna jambo ambalo wakili aliligusia hapa, pengine naweza nikamkumbusha kwa nyuma ili aweze kutoa maelezo zaidi kwa mtazamaji wa Ozuzi TV unaendelea kusikiliza na kutazama hapo ulipo. Pengine wakili, ulizungumza mwanzo kwamba sheria au haki ambazo raia anapaswa kupewa mara tu baada ya kukamatwa na polisi, ni ulikuwa unazungumza mara tu ya kufikishwa mahakamani au pale anapoenda kukamatwa? Kwa mfano hiyo kuchukua taarifa, naweza mtumiwa anaweza akajichagulia mtu fulani kwamba anaweza lazima awepo mtu fulani au polisi achukue taarifa zangu. Hiyo inafanyika sehemu ambapo kwa mfano ameenda kukamatiwa ofisini kwake, au tuseme kaiba, anapigwa kule na raia wenzake, polisi anapoenda kumkamata na mngoje kule ndipo anapata zile haki, au mpaka waje huko mahakamani? Mpaka mpeleke mahakamani, aweza akamhoji sema aliko. Ndio maana mfano wewe umefanyia kosa tuseme Dar, alafu ulikuwa Mwanza, lazima utachukuliwa kule Mwanza, utapelekwa Dar, ndio utaenda kuchukua taarifa ndani ya huo muda wa masaa 4, kitu kama hicho. Asante, nakushukuru sana. Asante mtazamaji wa Ozuzi TV pale mjini YouTube, Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Oscar TV. Hapa ndipo tumefikia tamati ya mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Usikose kufuatilia mazungumzo haya ambayo tutakuwa nakujia kila siku ya Jumanne. Muda ni saa 6 kamili mpaka saa 7. Ni saa moja lenye kuelimisha na kujua haki zako za msingi kisheria. Jina langu ni Oscar Kahindi. Mpaka wakati mwingine.